yaani umekubali kutumika. Ila ukweli ni kwamba wanaume wengi sana wamekuwa kutumia uongo kupata mahusiano huku akiuficha ukweli, na hii imepelekea wanawake wengi sana kuteseka na mapenzi. Karibu sana ndugu yangu. Huyu anaitwa Mwasi, ni mwanamke wangu. Kwa lugha nyepesi ni shemeji yako. Nina imani umfahamu kwa sababu ni mgeni katika kijiji chetu hichi kidogo na cha kishamba. Asante kwa utambulisho. Karibu shemeji. Asante. Baby. Tutawasiliana baadaye. Bye. Nakupenda. Kivuli chetu kimoja tu. Siku ile akaja mgeni akatabasamu, ukaangalia. Mapenzi bana. Kwa umeamua kutoa moyo wako sadaka kwa Chibu, ukiamini ipo siku utakuja kupendwa. Mdogo wangu, naomba leo nikushauri kitu. Kuhusu Chibu ananipenda au anipende, hilo niachie mimi. Hebu cheza kete zako vizuri. Kuhusu upande wangu wa pili, niachie ujue nitazisukuma vipi kete zangu. Sawa, nimekuelewa. Acha mimi nikaendelea kucheza kete zangu kama ulivyotoka kuzichezea hizo za kwako. Kwa kuwa umenishauri, acha na mimi nikushauri kitu. Unaposukuma hizo kete zako, kumbuka kuwa makini sana. Uenda mpinzani wako atakuwa kashamiliki kingi. Tulianza tukiwa wawili, mikono yako, pumzi yangu. Tulijenga ndoto za mbali, kivuli chetu kimoja tu. Vipi, mbona kama haupo sawa? Swala lako nimeshalifanyia kazi na nimelipatia majibu. Aliyemtongoza Mwasi Chibu. Usitaki kuniambia taarifa ulikuwa nazo, ila ulitaka kujua uwezo wangu wa kukusanya taarifa. Hapana, nilikuwa sina taarifa, ila nimewashuhudia leo. Kuwashuhudia pekee haitoshi kuamini kama wapo katika mahusiano. Mimi nitakupa taarifa kamili. Taarifa nilizonazo sio kwamba nimeambiwa na mtu wa mbali. Nimemshuhudia leo akiwa yuko na Chibu. Na Chibu mwenyewe ndo amenithibitishia hilo, kuwa nimuite shemeji. Oh. Kisu kimegonga kwenye mfupa. Unamaanisha nini? Chibu ni rafiki yako, kwa hiyo haina budi kumwachia Mwasi. Wanda, unahisi urafiki unashinda hisia? Kivipi? Oh, nilikuwa natafuta mchawi wa mahusiano yangu mimi na Kakoso. Kumbe ni wewe. Huyu ni nani? Achana naye, hana uelekeo. Leo unaniita sina mwelekeo Kakoso? Dada, kifupi mimi naitwa Hawa.
ndo mpenzi halali wa Kakoso. Hivi utajisikiaje kama ukija kugundua kuwa mwanamke mwenzio ndo anahusika katika kuvunja mahusiano yako? Mwasi, mbona umebadilika kiasi hicho? Na sio tu kubadilika, umeshindwa mpaka kutambua thamani yako wewe kama mwanamke. Kaka, bado sijakuelewa. Hivi, na uzuri uliokuwa nao wewe ni mtu wa kudanganyika na mume wa mtu? Na isitoshe, mke wake amekufuata mara kadhaa, lakini bado wewe unang'ang'ana tu. Kaka, bado unaniacha njia panda. Hebu zungumza kwa mapana zaidi, nielewe nini unazungumzia. Kwa hiyo unajizima data Unajifanya hujui nini kinaendelea. Ni vyema ungeongea kwa kumgusia mhusika, lakini sio kwa kunizungumzia mimi. Bado unaniweka njia panda. Kifupi, huyu dada aliyetoka hapa bila shaka unamfahamu. Amekuja hapa kukusii uachane na mumewe, na hii ndio itakuwa mara mwisho kuja hapa. Kitakachofuata atachukua hatua. Karibu sana ndugu yangu. Haina haja ya karibu yako. Ni swali moja tunataka unijibu. Hivi, ushawahi kubahatika kuiona hii sura hapa kijijini? Hapana. Kuna tatizo kwani? Tatizo lipo. Na usipokuwa makini, pumzi yako itaishi kwa kuilipia. Yaani bado sijakuelewa. Unamaanisha nini? Maana unazidi kunitisha ndugu yangu. Nimefanya uchunguzi wangu. Nimegundua kuwa unatembea na mke wangu. Na mimi kuja hapa mchana ni wema uliobeba onyo ndani yake. Ila kama ningekuja usiku, basi tungezungumza kiume zaidi. Na kuomba achana na Mwasi. Unajua kiukweli nilikuwa naogopa sana. Yaani ulikuwa umenitisha. Lakini kumbe ni kuhusu Mwasi. Hapo sasa nimekuelewa. Kuhusu Mwasi ni ukweli. Mwasi nina mahusiano naye. Lakini sidhani kama nina makosa. Kwa sababu hakuwahi kuniambia kama yeye ni mke wa mtu. Kwa hiyo I'm really sorry for that. Cheza vizuri sana michezo yako. Ila usicheze mchezo wako kwa wanawake ambao tayari wapo katika himaya ya watu. Tulianza tukiwa wawili, mikono yako, pumzi
Nisingependa nitumie maneno mengi sana kujielezea, kama vile niko ofisi za Nida. Kiukweli mimi nahitaji kuwa kwenye mahusiano, na nahitaji kuwa kwenye mahusiano na mwanamke ambaye sitakuwa na malengo nayo yote yale, na nikikuangalia naona kabisa wewe unanifaa. Siku ile akaja mgeni akatabasa. Okay. Kwa hiyo unahitaji tuchezeane. Kwa maana hiyo watu wa mjini wanasema tunapotezeana muda, si ndio? Haswa, kumbe umenielewa. Najua Chibu amekutongoza na inapoelekea umemkubalia hadi kumpa namba. Wanaye makini sana. Makini? Makini kivipi? Chibu ni aina ya mwanaume ambaye anajishughulisha na hisia za wanawake. Hakupendi, atakuchezea na akuache ukilia. Ni hilo tu. Unaona ni dogo? Dada, samahani, unijui, sikujui. Naomba uniachie Chibu wangu. Nampenda kuliko unavyotaka kumpotezea muda wake. Tulianza tukiwa wawili. Kwa nini Vanilla anaendelea kulazimisha mahusiano na mwanaume ambaye kaamua kumwambia ukweli wake wote? Na kwa nini amekuwa mgumu kuamini ukweli? Na kwa nini ananitishia? Anamaanisha au ni vitisho? Okay, nipo tayari kwa lolote. Tutaoneshana Vanilla. Kulikuwa kuna jambo nahitaji msaada kutoka kwako. Karibu. Kiufupi mimi natamani sana kuingia kwenye mahusiano na Vanilla. Na nilipochunguza nikagundua wewe ndio ulikuwa ex wake. Sasa hilo linaja kunitafuta? Ndiyo. Wewe ni mtu muhimu sana kwenye mahusiano yangu ya mimi na Vanilla. Kivipi yani? Japo sijui ulidumu naye kwa muda gani kwenye mahusiano, lakini naamini kuna vitu utakuwa unamjua kiasi fulani. Mbona sikuelewi? Kumjua kivipi yani? Alafu mbona unaongea kama mtu ambaye hujiamini? Go straight to the point, ili nijue na kusaidia vipi. Kifupi mimi nilikuwa natamani kujua vitu ambavyo Vanilla anapenda na vipi hapendi, ili iwe rahisi mimi kumpata, lakini pia kudumu naye bila kumkosea. Hii kweli hatari. Kwa hiyo wewe unataka kujua madhaifu ya mwanamke unayemtaka kwa kutumia mwanaume wake wa zamani, lakini pia unataka kujua vitu anavyovipenda yule mwanamke ili iwe rahisi sana kwako kumpata, si ndio? Haswa. Basi sawa. Siku ukipata nafasi, naomba uje nyumbani kwangu. Tukae chini nikuelezee A to Z. Lakini pia kitu pekee ambacho naweza kukushauri kwa sasa, usitumie nguvu kubwa sana kumwaminisha kuwa unampenda. Kwa sababu mapenzi huwa yanakuja sehemu yenye hisia za mapenzi. Nakutakia siku njema. Okay. Nice. Samahani dada. Hapa ndio kwa kina Vanilla? Ndiyo, karibu. Asante. Vipi, nimemkuta? Hapana. Ametoka ameenda gengeni. Ila karibu anarudi. Sawa. Kama ipo gengeni, nina imani tutakutana njiani. Sawa,
Karibu tena. Asante. Vipi? Kaja kufanya nini yule? Na mbona sura yake kijiji hichi kama mgeni? Alikuwa anamuulizia Vanilla. Ila hilo swala la ugeni mimi silijui. Nishaanza kuelewa. Kivipi? Kuna dogo anaitwa Jaden, anamtaka Vanilla. Nahisi kamtuma kwa Adi. Vanilla, unachotaka kukianzisha sidhani kama utaweza kukimaliza. Unajua nini? Mimi ni mlaini kama Sophie, lakini pia ni mgumu kama mfupa wa tembo, kama tu ukicheza na akili yangu. Nimependa sana mashairi yako. Unaweza kuendelea na ubeti wa pili? Wewe achukulie maneno yangu kama mashairi, lakini ipo siku utachukulia maneno yangu kama dawa chungu inayoponyesha kwa wepesi. Huu mchezo unaotaka tuucheze ni Bundasilga, ihali ya kuwa wewe uko ndondokapo. Oh. Hongera kwa kufanya usajili mzuri. Naomba tukutane uwanjani. Katikati ya sisi nashika pete kwenye kidole, lakini moyo umeshaondoka. Penzi la dada mgeni limechora mpaka kwenye uso wako, na mimi nauliza kimoyo moyo, libaki lini kuwa mtu wa tatu? Mezani saha. Karibu. Kwa hiyo Warda, baadaye basi. Nawezaje kuondoka hali ya kuwa hapa kuna mwanamke mwenzangu alafu sijui ni nani? Wewe nenda, tutaongea baadaye. Simuzungumze nikiwa hapa ili nisikie mnazungumzia nini. Niamini mimi basi. Nitakupigia tuongee. Mwasi, naomba unisikilize. Nitakachokiongea hapa wala sihitaji majibu yake, wala sihitaji mjadala wowote ule unaoelezea kuhusu uhalisia wa mambo. Jibu, sikuelewi unamaanisha nini? Vizuri sana. Ninamaanisha hivi, yaani leo ukitoka hapa, ukiinua mguu wako hapa, basi naomba iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa. Lakini pia sahau kabisa kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Chibu. Mimi nadhani tumeelewana. Chibu! Chibu! Tulianza tukiwa wawili, mikono yako, pumzi yangu,
tulijenga ndoto za mbali, kivuli chetu kimoja.